Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Siku ya leo tunakwenda kujifunza neno la Mungu, na kichwa cha somo kinasema ya kwamba kinachozaliwa kwa maombi kinatunzwa kwa maombi. Kinachozaliwa kwa maombi kinatunzwa kwa maombi. Tunamshukuru Mungu leo tarehe 12 mwezi wa 12 2025. Neno la Mungu linasema, tukisoma Yohana Mtakatifu 12 mstari wa 9, tutasoma mpaka ule wa 11. Linasema, basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Unaweza ukaona ya kwamba ukisoma hii Yohana hii sura ya 11 inaeleza jinsi ambavyo Bwana Yesu alivyoweza kumfufua Lazaro. Sasa ukija sura ya 12, kutokana na ule muujiza ambao Bwana Yesu aliufanya wa kuweza kumfufua Lazaro, watu wengi wakawa wanamwendea Yesu. Na sio kwa ajili ya Yesu tu, Biblia inasema, bali pia wamuone na Lazaro ambaye Bwana Yesu amemfufua, kwa sababu alizaliwa kwa maombi. Alipoomba, Lazaro akafufuka. Na inasema ya kwamba kwa ajili ya Lazaro watu wengi walimwamini Yesu. Na kwa sababu kwa ajili ya Lazaro ambao ni ushuhuda ambao ulitokana na maombi, Biblia inasema ya kwamba hawa wakuu wa makuhani hawa viongozi wa dini ya Kiyahudi inasema wakataka kumuua Lazaro naye. Sio tu kumuua Yesu, wakataka kumuua Lazaro naye, kwa sababu kwa yeye kuwepo, ambaye ni ushuhuda, ambaye chanzo chake ni maombi, watu wengi walimwamini Yesu. Labda kwa upande wako, mtumishi wa Mungu, jiulize, ni mambo mangapi ambayo umemwomba Mungu amekupa? Ulitumia nguvu kubwa sana kuyaomba kwake. Ulitumia nguvu kubwa sana kuyatafuta. Inawezekana mke uliye naye ulifunga na kuomba, Mungu amekupa. Inawezekana mume uliye naye ulifunga na kuomba, Mungu amekupa. Inawezekana watoto ulio nao ulifunga na kuomba na kumtafuta Mungu akakupa. Inawezekana kampuni ulio nayo ulifunga, ukaomba, ukatoa na sadaka, Mungu akakupa. Na kwa sababu ya kuwepo hivyo vitu, ni vitu vingi ambavyo Mungu amekutendea. Labda ni elimu ulio nayo, vitu vingi ambavyo unajua Mungu amekufanyia, biashara ulio nayo, marafiki ulio nao. Kuna namna ambavyo umefunga, ukaomba, ukamtafuta Mungu akakupa. Kwa hiyo kwa kuwepo kwa hivyo vitu, na saa nyingine unashuhudia kwamba jamani, hawa watoto, mimi hapa nilikuwa na shida sana ya uzazi, nimeomba, nimefunga, lakini Mungu amenisaidia, nimewapata. Yamkini ndoa, jamani, nimefunga, nimeomba, Mungu amenipatia. Yamkini biashara, jamani, nimefunga, nimeomba, na kuna kitu ya ajabu Bwana Yesu akafanya muujiza, nikapata mtaji. Sasa unavyoshuhudia wengine vile, wanavutiwa ya kwamba kama Yesu alimpa yule mtoto, na mimi naweza kanipa. Kama Yesu alimpa yule ndugu kampuni, na mimi anaweza kanipa. Kama Yesu alimtendea muujiza akampa ule uponyaji, kumbe na mimi anaweza kanipa. Kwa hiyo nakuta kile kitu ambacho kilizaliwa kwa maombi kinaanza kuwavuta watu. Sasa shetani targeti yake sio wewe tu tena, ila ana target na vile vitu ambavyo kwa uwepo wao vinawavutia watu waje kwa Yesu. Kwa hiyo shetani naye, kama jinsi ambavyo alivyokuwa ana target kumuua Lazaro ili kuondoa ushuhuda, ili kuwafanya watu wasije kwa Yesu, sasa pia ana target hivyo vitu ambavyo unavishuhudia, ambavyo kwa kuvishuhudia hivyo vitu vinafanya watu waje kwa Yesu, naye anataka aviue. Unajua, mara nyingi tumekuwa ya kwamba tunaomba sana kupata vitu, lakini tukishapata vile vitu tuna relax, hatuviombei tena. Hatujui ya kwamba vile vitu ambavyo tumevipata ni target ya shetani. Unakuta ni mtoto, umeomba sana, umepata. Unashangaa, mbona mtoto nimempata kwenye maombi? Na kabisa Bwana aliniahidi, amkini daktari alisema kwamba sitashika mimba. Mbona sasa mtu anakuwa ndo kivuruge, ni vurugu tupu? Lakini je, unamwombea kiasi gani baada ya kumpata?
kwa sababu umekuwa ukishuhudia sana ya kwamba kumpata ule mtoto ni neema ya Mungu. Yamkini ilifika mahali daktari akasema hutapata tena huyo mtoto, lakini ulivyomwomba ukampata. Je, baada ya pale imekuwaje? Hata kwenye mikutano tu ya Injili unakutaga tukiwa tunaenda kufanya mkutano wa Injili tunaomba sana. Baada ya mkutano hatuombei tena wale ambao waliokoka. Na ndio maana baada ya mkutano watakaosimama kwenye wokovu ni wachache sana. Kwa nini? Tumetumia nguvu kubwa kuwapata, lakini tumeshindwa kuombea matokeo. Kwa hiyo matokeo yoyote ambayo Mungu anatupa, inapaswa tuwe tunabidii kuiombea sana. Hiyo ndoa Mungu aliyokupa, inawezekana unashangaa, mbona huyu mke